sina mimba kaka. Kaka. Nimeacha kufanya kila kitu kwa ajili yenu. Lakini nyinyi mmekuwa watu wa kuniangusha tu. Mnataka mimi kaka yenu nifanye nini ili mkae mnanielewa? Au niongee na makalio tuseme kwamba nikizungumza ndio mtanielewa? Dada yako alikuja hapa kwa ajili ya kusoma, akaondoka ana mimba. Lakini today nasikia habari zinanihuzunisha tena moyo wangu. Na wewe tena ni mjamzito. Kimwili. Na wewe ni mjamzito. Kaka, mimi haki ya Mungu, mimi sina haki ya Mungu na mapi ya Mungu, mimi sina mimba kaka, niamini basi. Kimwili. Mtakuja kunifanya nionekane mimi nina roho mbaya. Kwa sababu hivyo vitu mnavyovifanya mimi nitagombana na watu. Watu watakuja kuniona mimi mbaya, nitakuja kuua mtu Kimwili. Nitakuja nimkamate mtu nimuue kwa ajili yenu. Kaka, mimi sina mimba lakini kwani sina mimba. Mimi ni kaka yenu. Siwezi mambo ya kijinga yanatokea afu mimi nikawa nacheka. Kimwili. Huyo mpuzi wako ninamjua. Ni yule ambaye nilikuwa nakutana vichochoroni mnatekenyana. Sasa mguu mosi, mguu pili kwa huyo mpuzi wako. Ongoza njia. Na wewe babu nakwambia ongoza kwa mshenzi wako, unakaa unasubiri nini? Chakula cha leo kitamu sana. Labda kwa sababu tunakula wote. Nakuja. Sawa. Kwa chumba kimepatikana, kwa kila kitu kiko sawa. Lakini chakula tayari. Achana masuala ya msosi mwanangu. Unajua madalali wenyewe ndugu yangu. Sawa. Ngoja basi nibadilishe nguo kidogo. Au vipi? Dakika moja. Bali. Lakini nimsalimia ndugu yangu. Babe, unaenda? Natoka mara moja. Jamani. Mbona umekula kidogo sana? Si ungemaliza kula fondo uondoke. Na wewe logonga ni nani? Mbona ingi ndani? Ni Shaba, ananisubiri nje. Sasa angekuja kula. Atakuwa na shida. Maji ya unywe. Kunywa maji.
Nimekuja kukuona. Umekuja kuniona? Asa mbona unaondoka na hujaniambia chochote? Unachua mimba kibwege kweli wewe. Unachaje mimba kibwege hivyo ndakuja nikung'ata. Sogea kwa wewe. Mdogo wako yuko wapi? Taratibu sasa, mdogo wako amefanya nini? Nakwambia hivi, mdogo wako yuko wapi? Namtaka mdogo wako hapa. Kivipi yani? Mdogo wako anaita beza kisenge, yani anamtia mimba mdogo wangu mimi. Jana tunaongea taratibu, tunaongea kistaarabu. Hiyo mimba imeingia lini? Wewe unauliza maswali gani hayo mzee? Sasa tunataka nijue. Wewe na wewe ongea basi, unakuwa kama fala. Hebu subiri basi. Tumia hasira. Hapo juu tunaweza tukawafaidisha. Bwana, hakuna kutia hasira. Namhitaji mdogo wako hapa nimfundishe adabu. Ikiwezekana mimi nimtie mimba hata kama ni wa kiume. Hebu sikia ndugu yangu, unawapa faida majirani. Mimi sikiliza, majirani yako mimi wanihusu, nataka mdogo wako hapa. Sawa, yanazungumzika, tuongee basi. Punguza hasira basi. Kaka, hapa hakuna cha kuzungumza. Mimi ninachomhitaji ni mdogo wako tena. Tume basi. Wangu niachie bwana. Niachie. Nakwambia hivi niachie mdogo wako nimfundishe adabu. Mimi siwezi kutulia. Niachie bwana. Nakwambia hivi niachie. Hebu sikia basi. Nakwambia hivi niachie bwana. Anamtiaje mimba mdogo wako hapa anaishi sasa. Nakwambia hivi niachie. Niachie bwana. Niachie. Mimi majirani wako wanihusu. Ukizungumzia majirani hawahusu kwenye kesi yangu. Kwani majirani walikuwepo kipindi mdogo wangu anashikwa mguu na ananiliwa. Nakwambia hivi, hebu niache maji yako bwana. Hebu niache bwana, niache. Niache bwana, mimi nikienda. Tuongee taratibu. Mimi siwezi kukusikiliza. Sawa basi, nakuheshimu. Siwezi kukusikiliza. Mimi nataka mdogo wako. Hebu sikia. Haya mambo yanazungumzika. Sasa nitang'oa geti ili ujue. Wewe hebu sikia basi. Nakwambia hivi. Shem kama shem. Shemeji. Mwanangu, unajua nimechoka sana. Jua kali. Tumetumia muda sana. Masaa mawili. Shem, vipi? Mbona kama hivi? Shem, nilikuwa nakuheshimu sana, lakini adui umenidanganya. Mbona sikuelewi Shem? Feti. Kuna nini? Feti. Nini? Mambo yote tuliyofanya mimi na wewe, ndo malipo, si ndio? Feti. Mbona sikuelewi? Please, naomba unisikilize basi mpenzi wangu. Kuna nini? Kwa kwanza kunifanya mimi niwe mke wa pili, si ndio? Na sijui kama wewe mwenyewe anajua kama una mke mwingine. Feti. Naomba unisikilize mpenzi wangu. Unajua kabisa mimi jinsi gani ninavyokupenda. Siwezi kufanya upumbavu na ufikiria kwenye akili yako. Please, nakuomba tukae chini tuzungumze, tuyaweke sawa. Siwezi kukusikiliza kwa chochote. Shem, hebu msikilize hata kidogo tu mwenzio. Siwezi kusikiliza Shem. Ningekusikiliza kipindi ulikuwa hujanidanganya. Feti, naomba unisikilize basi mpenzi wangu. Ukitumia jaziba hapa hatuwezi kuelewana kivyovyote vile. Naomba tukae chini tuzungumze please, nakuomba. Tena ukae kimya, siwezi kaa chini. Nisikize nini tena? Siwezi kukuelewa kwa chochote. Feti, unajua jinsi gani mimi ninavyokupenda. Siwezi kufanya ujinga unaofikiria kwenye akili yako please. Naomba tukae tuzungumze. Siwezi kaa chini Gamba. Feti, nakuomba basi. Nakuomba mpenzi wangu, kaa chini. Please. Pokea simu. Siana kupigia, pokea. Please, mwana ukipokea haiwezi kusaidia chochote. Please, nakuomba tukae chini tuzungumze. Nakuomba. Naomba hiyo simu. Naomba simu. Umeona?
Nakuomba mpenzi wangu, naomba unisikilize please. Unachokifikiria sio kweli mpenzi wangu. Naomba tukae chini tuzungumze tuyamalize tu. Sisi kaa chini. Sasa mwambie mpumbavu mwenzako hautoki bila kunipa nauli. Lazima unipe nauli na utatoka humu ndani. Unaona kuna amani hapa? Haya, huyo mbwa mwenzi uko ndani nimemkuta. Mbwa? Mimi siishi na mbwa. Mimi najua uko ndani uishi peke yako. Huyo mbwa mwenzi nimemkuta. Ndio nakwambiaje? Mimi siishi na mbwa. Sasa akija umalaya mwenzio, naondoka naenda nyumbani. Mwambie niletee nauli yangu, nataka kuondoka. Nahisi umenielewa. Unarudi muda? Hapana, sio muda sana. Vipi? Jana na wapi? Jana nimelala kwa Shaba. Vipi mama uko kwa pesa nani? Unajua jana tulienda sehemu kufanya kazi, sasa tulichoka sana na muda tuliotoka ulikuwa ni muda mbaya, kwa hiyo nikaona sio vyema kuja kukusumbua usiku ukiwa umelala. Na muda wote ambao umepiga simu ni muda ambao nilikuwa busy pia. Unajua tumefanya kazi mpaka usiku sana. Sawa. Kanibidi nilale tu kule, ila utanisamehe, ni usingizi tu, nilichoka, ila tungewasiliana tu. Ndio maana nimewahi hata sasa hivi nije nipumzike ile. Jana wakati unaondoka kuna mdada alikuja. Ni sura ngeni kwangu. Sikuwahi kumuona tangu nimefika hapa. Lakini pia alisema kwamba amekuja kuniona. Then akaondoka. Lakini pia leo asubuhi amekuja hapa na ameanzisha fujo sana. Huko akaita mbwa si malaya. Lakini pia anahitaji uende kwake umpelekee nauli, anataka uondoke. Sasa nashindwa kuelewa. Unamfahamu huyo dada au upoje naye? Nafikiria huenda akawa ni mkeo, lakini haukuniambia. Niambie sasa. Una mke kwani? Candy. Unajua mimi ni mwanaume. Kwa hiyo ifikie muda tu nikwambie ukweli. Ila kiufupi mimi nilikuwa na mwanamke ambaye niliishi naye before, lakini akatoka. Alipotoka basi mimi nikaanza kuishi mimi kama mimi.
kwa bahati mbaya au nzuri amerudi. Kwa hiyo wewe jua tu nilikuwa na mwanamke. Lakini pia sio mbaya. Unapaswa kuplay part yako. Kama nafasi yako ipo sasa hivi, sidhani kama kuna sababu tena kwanza kuumiza kichwa kwa ajili ya mambo mengine. Mimi sidhani kama kuna haja ya mimi na wewe kuendelea kulumbana ikiwa ushatambua. Kikubwa hapa ni kukaa safe basi. Ushatambua kwa nilikuwa na mwanamke, basi nilikuwa naye. Wewe play part yako kama bahati mbaya na yeye play part yake kama mwanamke wangu. Bahati mbaya? Unazungumzia bahati mbaya? Si ndio? Gama, ni play part yangu, si ndio? Na yeye play part yake. Sasa tutaona kati yangu mimi na yeye nani ataiplay hiyo part vizuri. Niache. Hapa hakuna cha mjadala. Nachohitaji mdogo wake huyu nije kumfundisha adabu. Ndegela, huko ni kuvunja sheria. Unamtaka mdogo wake na huyu afanye nini? Nataka nimfanyie kitu fulani vya amazing, yani nimfanyie kitu fulani hivi. Hapa mmefika hapa sehemu salama. Hakuna sheria itakayovunjika hapa. Wewe una mimba? Wewe unaulizwa? Taratibu. Atufundishe kupigana bwana. Kwa nini mnapigana? Kaka, lakini si nilikwambia tangia nyumbani kwa mimi sina mimba, lakini wewe mjumbe, huyu mtoto ni mpumbavu sana. Leo rafiki yake alikuja nyumbani, kumbe alikuwa amemwagiza vidonge vya kutolea mimba. Tena alivyokuwa mjinga, eti anambia rafiki yake mimi ndio nitatoa hela ya hivyo vidonge vya mimba. Si mtoto mpumbavu huyu. Kumbe ukumpima. Sijampima. Sasa una ushahidi gani kwa huyu ana mimba? Si rafiki yake kaja kuniambia? Hapana. Atufundishi hivyo. Ulitakiwa huyu ukampime hospitali. Kisha ulete vyeti hapa ili nione kwa huyu ana mimba au hana. Huo ni uvunjaji wa sheria. Mimi cha kukushauri, unatakiwa uende ukampime huyu. Alafu ndio urudi hapa. Yaani mjumbe hapo uko sahihi kabisa. Mimi mwenyewe nilijua tayari baba ameshampima mdogo wake na amekuja hapa na vitu ambavyo vinaelezeka. Mimi sikujua kama hawajapima. Sasa na mimi kama mdogo wangu kweli ukienda kumpima mdogo wako, ikaonekana mdogo wako ana ujauzito wa mdogo wangu, niko tayari kuhusika kwa hili. Ila kama wakikuta hana ujauzito mjumbe, nadhani mimi nitakuwa sina kosa hapo tena. Ni kweli kabisa. Mimi cha kukushauri kijana, unatakiwa uende hospitali ukampime huyu binti. Kisha ulete vyeti hapa. Sawa? Twende bana, twende, inuka twende. Sasa unaona sasa sile hizo mjumbe. Sile za nini sasa? Mtu tunanyanyuka bila taarifa. Tena mjumbe bwana, mimi na ndomana nitoka na shukrani. Lakini pia mimi mjumbe unanielewaga kwa mtaani. Mimi sio mtu wa korofi. Na sio kwamba mimi namtetea mdogo wangu. Mara nyingi sana hata mimi najaribu kuongea na mdogo wangu kwamba upuuzi anaofanya mtaani, unajua ni mwanafunzi yule. Aache. Unaelewa? Lakini kwa hili mjumbe, kama kweli mdogo wangu atahusika 100%, niko tayari kushughulika naye. Kama hatohusika mjumbe, naomba na usimame kwenye sheria, amna cha kupoa rushwa na cha nini. Mimi mwenyewe niendelee na mambo yangu. Pia umemruhusu aende kapime. Lakini mjumbe, mimi kuna shughuli zangu za maisha ya kila siku. Mimi niendelee kufanya. Kama watakuwa wamerudi utanipigia simu au mimi nitakupigia mjumbe, na kuomba kwa hilo. Basi usijali. Hilo limeisha kabisa. Basi sawa mjumbe. Basi kwa mimi shukrani sana. Okay. Kwa nini sikae? Kendi. Nimekuita hapa ili tuzungumze. Na katika hili nisingependa uwe na mtazamo tofauti na mimi. Kwa ufupi tu ni kwamba nimekutafutia chumba. Na tayari nishakilipia. Kwa hiyo natakiwa kuhamia kule. Unanitafutia chumba? Sijakuelewa unamaanisha nini? Yaani unanitafutia chumba hapa ndani? Kendi, mimi nadhani nimeeleweka kabisa vizuri tu. Sidhani kama nimetumia lugha ngumu ambayo unaweza ukashindwa kunielewa.
Nimesema nimekutafutia chumba, nishakilipia. Unatakiwa kuhamia kule. Sasa kipi ambacho hujakielewa? Hivi Gama, kwa unachukuliaje mimi? Unaona mimi ni mtoto mdogo sana, si ndio? Vipi kuhusu yote uliyofanya? Mimi na tushakuwa kitu kimoja sasa hivi. Uweze ukaniambia ni hama. Kama tunahama tuhame wote. Hivi unakisikia kwa unachokizungumza? Unajielewa kweli wewe? Yaani eti twende tukaishi wote. Hiki nishakizungumza toka asubuhi kwamba mimi nina mwanamke ambaye ninampenda na nina malengo naye ya muda mrefu. Unaniambiaje kwamba eti twende tukaishi wote? Halafu kilichotokea ilikuwa ni just a mistake. Ilikuwa bahati mbaya. Haikuwa makusudi. Kwani mimi na wewe tushawahi kutongozana tukasema kwamba okay, wewe ni mpenzi wangu, tumependana, tunaweza tukaishi wote? Ni lini? Sikiza nikwambie mwanaume. Mimi sio chizi. Mimi nina akili zangu timamu. Hata kama ilikuwa bahati mbaya, lakini kumbuka wewe mwenyewe uliniambia nisikuogope tena. Sasa nakwambiaje? Hapa si hami. Kendi, kwanza naomba unielewe hiki ninachokizungumza. Nimekuita sio kwamba nije nikuombe kwamba utahamia au hautohamia. Nimekuita nije nikujulisha ni kwamba chumba kishapatikana, nishakulipia. Halafu wewe mimi nilikusaidia tu. Sawa? Unapaswa kushukuru hata hiki nilichokifanya kwako. Ulikuwa unalala nje. Lakini nimefanya yote haya kama binadamu, kwamba nikusaidie, nimekusaidia, imetokea ajali, basi ilikuwa ajali, unapaswa tu kuchukulia kwamba hiyo ilikuwa ni ajali. Hayakuwa mahusiano. Hebu jaribu basi kuwa na uelewa kidogo. Sasa nakwambiaje? Iwe bahati mbaya, iwe bahati nzuri, mimi humu ndani sitoki. Kendi. Kendi. Mimi natoka.